سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد، ndugu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa kama hii kuweza kukutana katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza ni katika miezi mitukufu, mwezi wa Rajab, ikiwa tayari tuko usiku wa 28 katika mwezi wa Rajab kwa muandamo wa kimaeneo. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuieleza safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, safari ya al-Isra wal Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza safari hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya suratul Isra. Kwa hivyo safari hii ya Isra ni safari ambayo kwamba ilifanyika, ni safari ambayo kwamba ilitokea. Anatueleza kuwa ulama wameafikiana ya kuwa safari hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Isra na Mi'raj iliweza kupatikana baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume. Kile walichotofautiana ni kuwa safari hii ilikuwa muda gani baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume. Kuna baadhi ambao kwamba walieleza kuwa safari hii ilipatikana kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa mwaka mmoja, na ikasemekana vile vile wengine wakasema imepatikana kabla ya hijra kwa muda wa miaka 5. Na pia walichotofautiana ni kuwa ni lini safari hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilitokea. Wengine wakasema ilitokea katika mwezi kama huu wa Rajab, wengine wakasema ilitokea katika mwezi wa Rabiul Awwal, wengine wakasema safari hii ilitokea katika mwezi wa Ramadhan. Sasa hayo yote hayana uzito, kuwa
kauli za kuwa safari yenyewe ilitokea lini zinapatikana kauli mbalimbali, lakini uhakika ambao kwamba unatakiwa kila Muislamu kuamini, mbali na kuwa wametofautiana kuwa safari yenyewe ilitokea lini kwa kauli hizo ambazo kwamba tumeona, lakini Waislamu wanakubaliana kuwa safari yenyewe ilitokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, na vile vile wamekubaliana kuwa safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya al-Isra wal Mi'raj, amesafiri, amekwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kimwili na vile vile kiroho. Ni safari ambayo kwamba amekwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kimwili na vile vile na kiroho. Kwa hivyo alhasil muhimu hapa ni kujua kuwa safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea, safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea baada ya kupewa utume, na uthibitisho wa kuwa safari hii ya Isra ilitokea ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba tumesoma ndani ya suratul Isra. Amesema utukufu ni wake yeye aliyempeleka mja wake katika sehemu ya usiku, leilan, sio usiku mzima. Safari yenyewe ilipatikana sehemu au kipande cha usiku kutoka msikiti wa Haram wa Makka mpaka katika msikiti wa Aqsa ambao kwamba uko katika maeneo ya Falastini, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema tumebariki pembezoni mwake. Lengo na maksadi ya safari hii, Allah akasema linuriyahu min ayatina, ili tumuoneshe baadhi ya alama zetu. Hakika Allah ndiye mwenye kusikia na ndiye mwenye kuona. Ilitokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi na kuwaeleza watu kuhusiana na safari kama hii. Walipatikana watu ambao kwamba walikanusha, wakasema kuwa hakuna, walipinga. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kama hii kuthibitisha kuwa safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea. Na mwaka ambao kwamba safari hii imetokea ulikuwa unaitwa mwaka wa huzni, kwani katika mwaka huo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiliwa na watu wawili ambao kwamba walikuwa ni muhimu, ambao kwamba walisimama naye tangu kupawa utume, nao ni na Khadija mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile alifariki ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni Abu Talib. Kwa hiyo kufa kwa hawa kulimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam huzuni kubwa, na akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam aende katika mji jirani wa Taif kwa ajili ya kufikisha kalima na kwa ajili ya kutafuta vile vile nguvu katika Uislamu. Lakini alichokipata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Taif ni kuwa wale watu wa Taif waliwaamrisha vijana zao wakampiga Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na Zaid bin Haritha, hata kiasi ya kuwa walimpiga mawe, kiasi ya kuwa mwili wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile nguo zake na viatu vyake vikawa vimeloa damu. Mtume alipotoka nje ya mji wa Taif alijiliwa na malaika Jibril ambao kwamba alikuwa ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ujumbe mzito kumwambia aseme adhabu ambayo kwamba au mateso ambayo kwamba angelipenda
iwapate wale watu wa Taif, atoe amri majabali mawili yaende kuwasaga wale watu wa Taif. Wakawa malaika wa majabali wanasubiri ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wawasage wale watu wa Taif. Lakini angalia jawabu, baada ya kuwa wale watu walimpiga, lakini angalia jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wasiangamizwe wale watu wa Taif. Akasema watakuja toka katika migongoni mwao watoto ambao watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaombea dua, akasema ewe Mola wangu, waongoze watu wangu, kwani hakika wao hawajui. Jibril baada ya kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bila shaka hakukosea yule ambaye kwamba amekuita wewe kuwa ni Raufur Rahim, ni mwenye huruma sana. Hajakosea aliyekuita kuwa wewe ni mwenye huruma sana. Yani baada ya kuwa hawa wamempiga mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akawa amepatiwa nafasi ya kuwarejeshea au ya kuwalipizia kile walichomfanyia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwasamehe na akawa ni mwenye kuwaombea na dua. Kwa hivyo mwaka kama huu, baada ya Mtume kuwa na husni kama hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu na safari hii ya al-Isra. Isra ni safari hii imegawanyika katika vipande viwili, na kutokea kwa safari hii hakuna itilafu baina ya Waislamu. Ingawaje leo hii nikipita katika mitandao nimemwona mmoja akisema kuwa safari ya Isra na Miraji haikutokea, ni ngano tu katika ngano, lakini maneno hayo hayana msingi. Safari ilitokea. Kilichotofautianwa ni kuwa safari hii ilitokea lini, na safari hii imeafikianwa ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri kimwili na vile vile kiroho. Na ndio maana ushahidi ya kuwa alisafiri kimwili ni pale Mola aliposema subhanalladhi asra biabdihi, alimpeleka mja wake. Abdu ni hakika ya roho na nini na kiwiliwili. Kwa hivyo hilo halina shaka ndani yake. Kwa hivyo Isra ni safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka pale Makka kwenda Baitul Maqdis pale Palestine. Hiyo ndio sehemu ya safari inaitwa Isra. Mi'raj ni kuanza pale Mtume kutoka pale Baitul Maqdis kuanza kupanda, ndio inaitwa Mi'raj, mpaka kwenda katika mbingu ya saba. Na safari hii tutakwenda mbio kwa sababu ni safari ndefu ambayo kwamba haitoshi kuizungumza kwa muda ambao kwamba tuko nao, bali ni muhimu safari hii ikawa itaelezwa mara nyingi katika nafasi mbalimbali zinazopatikana, watu wakaelezewa kuhusu safari kama hii, kwa sababu ndani yake kuna ibra, ndani yake kuna mafunzo ambayo kwamba tunafaa kutoka nayo. Kwa hivyo safari hii tushapata ya kuwa ilitokea usiku, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika nyumba ya Ummu Han, akaja malaika Jibril akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka mpaka kwenye Hijr pale katika pale Makka. Na kisha hapa tuambiwa ilifanyika tokeo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kupasuliwa kifua chake. Malaika Jibril akautoa ule moyo wake, na tuelezwa ukasafishwa
na ukajazwa iman na ukajazwa na yaqin, na akisaidiwa malaika Jibril katika suala hili na malaika ambaye kwamba ni Mikail. Na huku kupasuliwa kifua Mtume sallallahu alaihi wasallam twaelezwa kulitokea katika nyakati mbalimbali katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ya kwanza akiwa mdogo, mara ya pili akiwa na umri wa miaka kama 10 vile, mara ya tatu wakati wa kutumilizwa, na mara ya 4 wakati wa safari hii ya al-Isra wal Mi'raj. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupasuliwa kile kifua chake na kuoshwa ule moyo wake na kujazwa upole na ilmu na yaqin na basi vile vile tuambiwa hapa ndio alipigwa katika mabega yake ile alama khatamun nubuwa, vile vile ilifanyika katika muda kama huu. Kisha tuambiwa safari hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka pale Makka, malaika Jibril alikuwa amekuja na mnyama ambaye kwamba anaitwa Buraq. Buraq wanasema inaweza kuwa na maana ya weupe, alikuwa ni mnyama ambaye kwamba ni mweupe na rangi nyeupe ni katika rangi ambazo kwamba ni tukufu, au neno Buraq vile vile linatumika kwa kuenda mbio, yani kama vile radi ama yani ule mnyama. Hili neno Buraq lina maana vile vile ya kwenda minal barqi li sur'ati sayrihi, kwa kule kwenda mbio. Ni mnyama ambaye kwamba Allah kamtuma na malaika Jibril, mnyama katika wanyama wa peponi. Kuna maelezo makubwa ambayo kwamba yanamzungumzia mnyama kama huu, lakini kwa ajili ya muda hatutotumia wakati kumweleza kwa urefu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampanda yule mnyama Buraq, na safari ikaanza. Sasa safari ya Isra ikaanza kutoka hapo. Katika safari hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na amir wake, na hii hapa tunapata sunna muhimu ya kuwa safari yoyote wakiandamana watu kuanza wawili, yatakiwa wamfanye mmoja wao kuwa ndo amir. Wasipofanya hivyo itakuwa kiongozi wa ile safari atakuwa ni nani? Atakuwa ni sheitani. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokwenda katika safari hii ya al-Isra na Mi'raj, amir wake ni malaika Jibril. Na hii tukumbuke, safari hii tuelezwa imefanyika leilan, sehemu ya usiku, ili yaoneshe makubwa na mazito. Basi wakati wamekwenda pamoja na malaika Jibril, wakafika katika wanakwenda, kuna mambo ambayo kwamba yalitokea pale njiani. Kuna matukio ambayo kwamba yalitokea pale njiani baada ya kuwa wameanza safari hile. Basi walipita katika sehemu ambayo kwamba ina mitende mingi. Wanakwenda juu, wakaona sehemu ambayo kwamba ina mitende mingi. Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shuka uswali hapa. Mtume akashuka akaswali. Basi kisha Jibril akamuuliza, atadri aina sallaita, umejua umeswali wapi? Mtume akamwambia la, sijui. Basi Jibril akamwambia, sallaita bitwaiba, umeswali sehemu ambayo kwamba inaitwa Twaiba. Twaiba ni katika majina
ya Madina, mji mtukufu wa Madina. Kwa hivyo akaambiwa, wewe umeswali hapa panaitwa Taiba Madina, na hapa ndipo ambao kwamba utakuja kufanya hijra. Kwa hivyo hii inazidi kuthibitisha kuwa hii safari ilitokea kabla ya nini? Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra kutoka Maka kwenda Madina. Kisha baada ya kuswali zile rakaa mbili pale, wakaendelea wakatoka wakaenda katika sehemu ambayo kwamba inaitwa Madian, katika mti ambayo kwamba aliketi Nabiyullahi Musa alayhi salam wakati alipotoka Misri. Kisa cha Nabii Musa ni kisa mashuhuri. Baada ya kumuua mtu katika wale watu wa Firaun, akawa yeye ametoroka kule Misri, kuna sehemu ambayo kwamba alikwenda. Hii sehemu inaitwa Madian, sehemu alipokwenda kupumzika, ule mti aliyokwenda kupumzika pale, na ndo pale alipatana, ni kisa kirefu, kapatana na wale binti wa Nabiyullahi Shuaib. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapa ni Madian, shuka uswali. Akashuka Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaswali, kisha wakaendelea mpaka wakafika katika Turi Sina, sehemu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimzungumzia Nabiyullahi Musa. Walipofika sehemu ile, malaika Jibril akamwambia, shuka na uswali. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka na akawa ni mwenye kuswali. Kisha wakaendelea wakafika katika ardhi ambayo kwamba wakawa wanaona zile majumba kubwa kubwa za Sham. Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shuka na uswali. Mtume akashuka akaswali. Kisha Jibril akamuuliza, unajua wewe umeswali wapi? Mtume akamweleza, la, sikujua hapa niliposwali ni wapi. Basi malaika Jibril akamwambia, umeswali sehemu ambayo inaitwa Baitul Laham, Bethlehem. Ndio sehemu ambayo kwamba amezaliwa Nabiyullahi Isa alayhi salam. Kwa hivyo tunaona kuwa kuna ibar, kuna mafunzo ambayo kwamba, kuna mambo ambayo kwamba yamepita hapa na sehemu ambazo kwamba zimepita hapa nyuma, ambayo kwamba Mtume ameonyesha sehemu zimehusiana na manabii wakubwa katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wakawa wanaendelea katika ile safari yao wakamwona ifriti min aljinni akimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kizinga, itwaje, kizinga cha moto Kiswahili mtihani. Anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kizinga cha moto, ifriti katika majini waovu. Basi Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nisikufunze maneno ambayo kwamba ukiyasema kile kizinga chake cha moto kitakuwa ni chenye kuzimika? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nieleze maneno hayo. Basi Jibril akamfunza dua, a'udhu biwajhi llahi alkarim wa bikalimati llahi tama allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min fitani al-layli wan-nahar wa min tawariqi al-layli wan-nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Aliposoma dua kama ile Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kizinga cha moto kilichokuwa na huyu ifriti min aljinni kikawa ni chenye kuzimika. Na hii ni katika dua ambazo kwamba ni dua muhimu sana, katika adhkari ambazo kwamba ni muhimu sana mtu kujikinga kutokamana na shari zinazopatikana za kila aina,
shari za usiku, shari za majini na mashaitani, shari zinazopatikana katika ardhi yani ni dua ambayo kwamba ni muhimu, na sisi tukawa ni wenye kujifunza, tukawa ni wenye kusoma dua ama adhkari kama hii. Wakaendelea na safari yao, wakafika sehemu ambao kwamba wakawaona watu hawa, watu wanapanda siku ile ile na kisha wanavuna siku ile ile. Katika ajaib alizoonyeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaona watu ambao kwamba wanapanda siku ile ile na vile vile wanavuna katika siku hiyo hiyo, na kila wanapovuna ile nafaka zinarudi kama ilivyokuwa. Akamuuliza, ya Jibril, ma hadha? Mtume akamuuliza Jibril, nini hii? Hawa ni kina nani ambao kwamba wanapanda na kila wanachopanda siku ile ile wanavuna na kinarudi? Kamwambia, haulahi almujahiduna fi sabilillah, hawa ni wale ambao kwamba wanafanya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale mema yao yanazidishwa kwa mara 700, na hawi mtu ni mwenye kutoa kitu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni mwenye kukifanya nini? Kukizidisha. Sasa ile kupanda na kuvuna tena wakati ule ule ni kuonesha zile namna ambao kwamba thawabu zao zinavyozidi kila wakati. Kisha wakaendelea, wakawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusikia harufu nzuri. Akamuuliza Jibril, hii harufu ninayopata, harufu nzuri ni ya nini? Jibril akamwambia, harufu hii inatoka, ni harufu ya Mashita binti Firaun, ni harufu ya yule mwanamke aliyekuwa msusi yule mwenye kushuka zile nywele wa binti wa Firaun na watoto wake. Sasa hili inaturudisha katika zama za Nabiullahi Musa. Huyu Mashita, mwanamke aliyekuwa akiwasuka wale binti za Firaun, Mtume anapita sehemu, anasikia harufu nzuri, anaambiwa hii ni harufu yake, inatoka katika kaburi lake na watoto wake. Habari zake ni zipi? Twaelezwa hapa, ameeleza kwa ufupi, akasema wakati mmoja, wakati huyu alipokuwa akiwatengeneza nywele, akiwasuka nywele wale binti za Firaun, kile kichana kikawa ni kile kuanguka. Kilipoanguka akasema bismillah, ta'isa Firaun, akakiokota kile kichana, akikichukua kutoka chini, akasema kwa jina la Allah, na amefanya nini? Ameangamia, khaba wa hasir, ameangamia Firaun yule, kwa sababu tunajua Firaun alikuwa yeye anajisifu, anasema kuwa yeye ndo nani? Yeye ndio Mungu. Sasa huyu wafanya kazi katika nyumba ya Firaun, awatengeneza nywele wa mabinti wa Firaun, kile kichana kilipoanguka akasema kwa jina la Allah, kilichukua, kisha akasema ameangamia Firaun, amepata hasara Firaun. Basi yule binti wa Firaun aliyekuwa akitengenezwa nywele akamuuliza yule mama, awalaki rabbun ghairu abi, wewe je, unaye Mola ambaye kwamba sio baba yangu? Yani wewe una Mungu mwingine? Akamwambia, ndiyo, mimi nina Mungu ambaye kwamba ni Allah, baba yako huyu si Mungu. Basi yule binti akamwambia, wewe nitakwenda kukusema, nitakwenda kukushtaki kwa baba yangu. Basi na kweli akafanya vile, akaenda akamshtaki, na yule akaitwa pale kwa Firaun, akaulizwa, wewe una Mungu mwingine? Akasema, ndiyo, rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu mimi na Mola wako ni Allah. Anamwambia Firaun maneno ya tauhid, kwa wewe sio Mungu, Mungu wangu mimi na Mungu wako wewe ni Allah, ambaye kwamba tunafaa kumpekesha peke yake. Basi huyu mama alikuwa na wanawe na vile vile alikuwa na mume wake. Basi
Firaun akatumana wote waletwe. Walipoletwa pale kwa Firaun, akawataka wawache Uislamu, waache kumwabudu Allah, kwa sababu Uislamu ni dini ya mitume, warudi katika kumwabudu yeye. Basi wale wakakataa. Akawaambia Firaun, akawaambia basi ikiwa mtakataa, mimi nitawaua nyinyi. Yule mama akamwambia, kwa kuwa nimekufanyia kazi kwa muda niliyokufanyia, kile ninachoomba ihsan, ambayo kwamba ninaomba ukituua, sisi hatuogopi mambo ya kutuambia turudi katika kuabudu wewe, hiyo hakuna. Lakini ukituua, tuna ombi moja tu, ukituua sisi tuweke katika nyumba moja au sehemu moja, tuzike sisi wote katika sehemu moja. Kawambia hiyo ndakupa. Basi akaamrisha litengezwe ile kama karai ile, ikawekwa na mafuta ya moto, kisha ikawa anaamrishwa mmoja mmoja, wewe unakubali Firaun kuwa ndo Mungu, kikataa natupwa ndani katika yale mafuta ya moto. Wakawa wanatupwa mmoja mmoja, mume ametupwa, amekataa, bado anasema Mola wangu na Mola wako ni Allah, Allah, Allahu Rabbi. Wakatupwa watoto mmoja mmoja, wote wanabakia na ule msimamo, wakatupwa wote, mpaka kafikiwa alikuwa na mtoto mdogo katika watoto ambao kwamba, yani mtoto mchanga, radhi, ni yule mtoto ambao kwamba bado yofanya nini, bado yanyonya. Sasa yule mama ilipofika zamu yake, kuna yule mtoto akawa anasita. Kusita kwake sio kwa ajili ya kuwa anasita kwa imani yake, la, kusita kwake ni huruma ya mama kwa nani? Kwa yule mtoto. Basi katika watoto ambao kwamba tumeelezwa walizungumza katika umri mdogo ni huyu. Kuna yule mwingine wa sahibu Jureij, kuna yule mwingine wa wakati gani, wa Nabiullahi Musa, na huyu pia katika wale waliozungumza wakiwa wadogo, akamwambia mama yangu, jitupe wewe, wala usiwe na nini, wala usijicheleweshe, yani usichelewe, usiwe na ile hofu, wewe jitupe tu, fa innaki ala alhaqi, kwa sababu wewe mama yangu uko katika haki. Mtoto mdogo bado yonyonya, hajaanza hata kuzungumza. Wanne alikuwa ni Nabiullahi Isa. Kuna Nabiullahi Isa amezungumza katika udogo, muujiza wa kwanza amezungumza katika udogo, na kuna huyu, na kuna wasahibu Jureij, ni visa virefu, hatuna muda wa kueleza, na wanabii Yusuf. Basi akajitupa na wote wakawa wamezikwa katika sehemu moja. Sasa angalia uzito wa ile tauhid ambao kwamba msimamo waliokuwa nao, hawakuyumba yumba toka wakati wa Nabiullahi Musa mpaka anakuja kwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Isra na Miraj. Katika makubwa aliyoonyeshwa ni kupata harufu nzuri ambayo kwamba ilikuwa ikitoka katika kaburi gani? Kaburi la Hawa. Leo sisi tukishikiwa upanga hapa tuambiwe tukatae Uislamu, tatoboa? Hawa walikuwa na iman na yaqeen mpaka kufaulu kwao mpaka siku ya Kiyama. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tukaenda tukawaona watu ambao kwamba zinapondwa zile vichwa vyao, zile vichwa zao zinapondwa, kisha zile zikishapondwa zinarudi kama namna zilivyokuwa, zinapondwa kisha zinarudi namna zilivyokuwa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni nani hawa ambao kwamba wanapondwa vichwa vyao na kisha vinarudi katika namna ambayo kwamba zilikuwa, kisha wanapondwa tena? Akasema hawa ni watu ambao kwamba
wanaona uzito kuziweka nyuso zao chini kwa ajili ya kumsujudia Allah. Ni watu ambao kwamba hawatekelezi swala, hawataki kuswali. Wao wataweka taratibu za kuswali wanavyotaka wao, Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, Idi mpaka Idi nyingine. Yani zile swala zao hawana uzito nazo, huswali tu wanavyotaka zile swala za faradhi. Hao Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona adhabu yao, zile vichwa zao zapondwa kisha zarudi namna zilivyokuwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akawaona watu ambao kwamba wana viraka upande wao wa mbele na wana viraka vile vile upande wa nyuma, na kisha hao watu wanakula kama vile wanavyokula mbuzi na ngamia na nini, na wanakula katika zakum na shubiri na zile thaur ina miba, na katika yale yani ni vitu ambavyo kama vina miba, vinawanile vikali, vinawachoma. Akamuuliza Jibril, hawa ni kina nani ambao kwamba wanapata adhabu ya kula vitu vyenye miba, zakum? Ni kina nani hawa? Akasema hawa ni watu ambao kwamba hawatoi katika zile zaka zao, hawatoi wala sadaka hawatoi vile vile. Yani ni watu mkono birika, nasema mkono gamu, hawatoi, sio zaka. Na Allah kawajalia uwezo, wanazuia zaka. Allah kawajalia uwezo, wanaweza kutoa sadaka, lakini hawatoi zile. Ni watu mabakhili, adhabu yao Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyeshwa namna ile. Yani mpaka inafika wakati mwingine mtu akimwambia mtu msaidie huyu, asema bana, mimi unajua sina pesa ndogo. Yani kwa akili zetu tushaona pesa ndogo ndio ya kufanyaje, ya kusaidia mtu, ama mimi sina kitu bana. Sasa watu ambao kwamba wanazuia zile sadaka, na sadaka ina siri kubwa. Sadaka inasaidia katika kufutia madhambi, inasaidia katika kutibia maradhi. Ni katika mambo ambayo kwamba watu watakwenda kujutia siku, walaiti ningelikuwa miongoni mwa wenye kutoa sadaka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akaenda kwa watu, akaona watu ambao kwamba mbele yao kuna nyama nzuri iliyotengezwa vizuri, na vile vile pembezoni mwao kuna nyama mbovu ambayo kwamba inatoa harufu mbaya, meoza. Lakini ajabu, hawa watu mbele yao kuna nyama nzuri na kuna nyingine ambayo kwamba yenye kuoza. Ajabu, hawa watu wanaiwacha ile nyama nzuri, wanakazana kuila ile nyama iliyooza. Hasa hili likamshangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama ilivyo tabia yake Mtume akamuuliza Jibril, kwa sababu kuuliza ile swali ni nusu ya nini? Ya ilmu. Ukiona jambo unaokuuliza si ujinga, wanavyosema Waswahili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari hii yote natufunza vile vile, yeye ni mtume wa Allah. Angesema mimi nitangoja wahi utakuja niambiwe haya mambo yote, lakini akawa yuwauliza. Katika kule kuuliza kwake na sisi tukapata nini? Tukapata faida. Akamuuliza Jibril, nani huyu ambaye kwamba mbele yake kuna nyama nzuri iliyotengezwa vizuri na nyingine mbovu imeoza, lakini huyu yuwakazana kula katika ile ambaye kwamba imeoza? Akamwambia, huyu ni mtu katika umma wako, ama ni mfano ya watu katika umma wako ambao kwamba wanawake wa halali wazuri, lakini wanakwenda nje katika zina. Upande zote mbili, wanaume na wanawake wameolewa, wako katika ndoa ya halal, lakini wanatoka katika ile ndoa yao ya halal, wanakwenda katika zina. Huu ndio mfano wao, wanaume
na wanawake ambao kwamba wameoa ama wameolewa, lakini wanatoka nje ya ndoa zao, wanakwenda katika zina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha mfano wao ni namna hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kaendelea, anasema akaona gogo katika njia, hakuna kitu kinapita katika ile isipokuwa inafanya nini? Hupasua. Iko kwenye njia, ikipita mtu, akipita kitu, kile nguo zake zinakuwa zenye kupasuliwa. Akauliza, hii ni nini ya Jibril? Anamwambia, hii ni mfano ya watu katika umma wako ambao kwamba wanaketi katika mabarabara. Wanaketi katika mabarabara, kazi yao wanapoketi katika zile mabarabara ni kuwavamia watu, kuwapiga watu mangeta na nini na nini, na wengine kuketi kwao katika mabarabara ni kuwasengenya watu. Na Mtume alipowaeleza masahaba zake, na watahadharisheni kuketi katika mabarabara, na ikiwa hamna budi kuketi katika mabarabara, basi tekelezeni haki za barabara. Kasema kwanza, haki ya kwanza, ikitolewa salamu itikieni salamu. Na mkitaka kuketi kwa mabarabara, amrishaneni mema na mkatazane maovu. Sasa hii mambo ya kuketi katika mabezi, watu wanaketi katika mabezi, na pale katika mabezi hakuna mambo ya kuamrishana mema wala kukatazana maovu. Ima wanategea mtu wampige ngeta, ama akipita mtu anaanza kusema huyu naye unaona siku hizi anaringa sana huyu, akimaliza huyu mwingine akipita wanamwanza hivyo. Yani shughuli yao katika ile mabarabara ni kuwasengenya watu, na kusengenya, dhambi ya kusengenya ni kama kuila nyama ya mfu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyeshwa hii ni hatari ya kuketi katika mabarabara kwa ajili ya kuwapiga watu ngeta ama kuwaudhi watu. Wengine wanaketi pale, mtu akipita, ikiwa ni wanaume, wanaanza kupiga mabinja, wanaanza kuudhi watu katika zile mabarabara. Ama wanaketi katika zile mabarabara, wanyama walioandikiwa kula majani washalala, na wao wanaketi pale wanaendelea kula majani. Hizi zote ni katika mambo ambazo kwamba zimekatazwa katika Uislamu. Sio mogoka, sio miraha. Hata ikiitwa neno la Kiarabu nasema miraha, bado inakuwa ni haramu. Iwe ni mogoka, iwe ni miraha, iwe ni jaba, sijui cha ijaba, sijui gani, hizo zote katika Uislamu zimefanyaje? Zimekatazwa. Kuuza, kununua, zote zimekatazwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kama mtu yuwaogelea katika mto ambaye kwamba ni mto wa damu, kisha yuwatupiwa mawe akimeza. Yuwaogelea katika mto ambao kwamba ni wa damu, kisha yuwatupiwa mawe, kisha yale mawe yuwameza. Akamuuliza Jibril, ma hadha ya Jibril, ni nani huyo ewe Jibril? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu ambao kwamba wanakula mali za watu, mfano wa watu ambao kwamba wanakula riba, interest. Leo tunasema interest ni kama biashara. Allah ashajua tangu pale mbeleni. Sasa ni watu ambao kwamba wanakula riba, na riba katika ulimwengu ambao kwamba tuko ndani yake ni namna alivyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itafika zama ile riba itaenea mpaka itakaa kama ni kitu ya kawaida. Sasa hizi ukiambia mtu asikope na riba, na kuambia wewe unataka nife wewe, yule aliyekuumba wewe na akakupangia mambo yako ndo aliyeharamisha ile riba. Lakini sisi leo tukaifanya riba ni kama tu kitu cha kawaida, na dhambi ndogo ya riba ni kama mtu kuzini na mama yake mzazi. Na wewe unaweza ona ni kidogo tu, sijui hizi za masimu kidogo kidogo, sijui shilingi moja, sijui shilingi ngapi, ukaona ni kitu kidogo, lakini dhambi ya riba na leo imeingia katika hizi sijui mafuliza na nini na nini. Yani muamala zetu ambazo kwamba tunazifanya, transaction zetu leo ndani yake imeingia riba. Na leo mpaka Waislamu wakikopeshana wawekeana riba. Wewe umekwenda kwa ndugu yako una shida, anakuambia wewe una shida ndio ya school fees ama ya hospitali, mimi nitakukopesha, usiwe na shaka, lakini kile nitakachokukopesha wewe utanirudishia na ziada. Sawa, si maelewano tu. Innamal bai'u mithlu
riba. Allah alishajua hii, tutakuja kusema unajua ni biashara tu, mimi niko katika biashara. Lakini Allah akasema ndani ya suratul Baqara, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, akaharamisha nini? Riba. Hakuna riba, hakuna biashara ya riba. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akaona mtu ambaye kwamba anakusanya kuni, anazikusanya zile kuni, anazifunga, kisha yajaribu kuzinyanyua zile kuni, anahisi kuwa zimekuwa nini? Zimekuwa nzito, anaweka chini. Akiziweka chini, anachukua nyingine, anafanyaje? Anaongeza. Anajaribu kuinua, anaona ni mzito, anaweka chini, anachukua nyingine, anafanyaje? Anaongeza. Sasa Mtume akamshangaa huyu, kiakili inafaa ukiinua ukute ni nzito, ukirudisha chini ufanyaje? Punguze, sio? Sasa huyu kila akiinua akiona ni nzito, akirudisha chini wafanya nini? Yuongeza. Sasa akamuuliza, nini hii, mfano wa nini hii ya Jibril? Jibril akamwambia, hawa ni watu katika umma wako ambao kwamba wako na amana za watu, hawazitekelezi. Amepatiwa amana, hatekelezi, hachungi, kisha lakini bado yuwataka kujiongeza majukumu. Wewe umepatiwa amana kidogo, weka iwe amana, ni uongozi ama ni kitu cha mtu umepatiwa, hujaweza kutekeleza haki ya ile amana, ama ni jukumu ama ni nini, alafu badala umeshindwa uachane na ile, sasa wewe bado wataka kujiongeza na kuongeza maamana za watu. Hii ndio mfano ya watu ambao kwamba wanakosa kutekeleza zile amana, lakini bado wataka kuongezwa majukumu na kuchukua amana nyingine za watu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona watu ambao kwamba hukatwa ndimi zao na makasi ya moto, kisha inapokatwa zile ndimi zinarudi tena, ikikatwa inarudi, nakatwa inarudi. Akamuuliza Jibril, ni nani hawa ya Jibril? Jibril akamwambia, hawa ni watu katika umma wako ambao kwamba wanafanya nini? Wanaeneza mambo ya fitna, wanaeneza fitna. Leo ndugu na ndugu hawaelewani, kisa na maana kuna mtu amepeleka maneno ya fitna. Jirani na jirani hawaelewani, mtu yani anaeneza maneno ya fitna, ikawa watu watakosana, mume na mke wanakosana, ndoa zinavunjika kwa sababu kuna mtu kapeleka maneno, wakati mwingine ni maneno ya fitna, hayana ukweli, undugu kavunjika, watu wakawa mambo kama haya. Na kisha akasema, yaquluna ma la yafaluna, na ni wale watu ambao kwamba vile vile wanasema yale ambao kwamba hawayafanyi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akawapita watu ambao kwamba wana zile kucha za shaba, kisha wanajikwaruza zile nyuso zao na vifua vyao, wanajikwaruza nyuso zao na vifua vyao. Akamuuliza, ya Jibril, ni nani hawa? Jibril akamwambia, hawa ni wale ambao kwamba wanakula nyama za watu, wanakula nyama za watu. Kukula nyama za watu haina maana kuwa wanaenda kwa bucha inauza nyama ya watu, ama wanawachinja watu wanakula nyama zao. Ni wale ambao kwamba wanawasengenya watu, dhambi yao ni sawa sawa na hiyo, na wale ambao kwamba wanawavunjia watu heshima zao, wanaharibia wenzao majina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akaona juhrin, yani kama tundu dogo, ambao kwamba katika tundu lile kunatoka thaur. Thaur ni ng'ombe dume, sio? Kunatoka ng'ombe mkubwa, kisha anatoka katika tundu dogo. Kisha yule ng'ombe anapotoka katika ile tundu dogo, yuwataka kufanyaje? Kurudi. Shatoka, lakini sasa yuwataka kufanya kurudi, lakini anashindwa. Ametoka, yuwataka kurudi, anashindwa. Akamuuliza Jibril, ni nini hii? Jibril akamwambia, hii ni mfano wa
mtu katika umma wako ambaye kwamba anazungumza jambo likubwa kisha yuwajutia, amezungumza kitu kisha yuwajutia, kwa nini nilizungumza ile, yuwataka kurudisha ile maneno, hawezi. Ndio mmoja wakasema, idha ma aradta an-nutqa fantik bihikmatin wazin qabla an-nutqi ma taqulu wa qawim. Unapotaka kuzungumza, zungumza kwa hikma na upime kile unachotaka kukizungumza, upime kwanza, hii nikisema itakuwaje. Usijiropokee tu alafu baadaye yakaharibika mambo ukataka kurudisha na hauwezi. Maneno yakishatoka, wasema jeraha la upanga aweza mtu akafanya nini? Kapona. Lakini jeraha la maneno ataweza kukwambia mtu nimekusamehe, lakini katika moyo wake bado yakumbuka siku fulani huyu jamaa aliniambia hivi. Kwa hivyo unapotaka kuzungumza, maneno yakitoka hayawezi kufanyaje? Hayawezi kurudi. Kwa hivyo hata ukipandwa na mahasira kiasi gani, pima kile unachozungumza. Mtume akatuambia, ukipandwa na hasira kama umesimama, fanya nini? Keti, nenda kashike hata udhu, kwa sababu sheitani ameumbwa kutokana na moto, na moto huzimwa kwa nini? Kwa maji. Kwa hivyo wakati unazungumza, kabla hujazungumza, pima kile ambacho kwamba unakizungumza, usije ukazungumza jambo ambalo kwamba baadaye unatamani kulirudisha ikawa halikuweza kurudisha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, akasikia mwito kutoka upande wa kulia, kimwambia yeye Muhammad, ngoja nikuulize. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujibu. Baadaye akamuuliza Jibril, huo mwito uliokuwa ukiniita ulikuwa ni mwito gani? Jibril akamwambia ulikuwa ni mwito wa Yahudi. Akaenda mbele, akasikia mwito upande wa kushoto, na vile vile akamuuliza, hakuweza kuitikia ule mwito, akamuuliza Jibril. Jibril akamwambia huo ni mwito ambao kwamba unatoka kwa Manasara. Akaenda mbele, akamuona mwanamke ambaye kwamba amefungua mikono yake, kuna kila sampuli ya urembo amejipamba nayo. Akamwambia Muhammad, ngoja nikuulize. Hakungojea. Baadaye Jibril akamwambia, huyu mwanamke ni mfano wa dunia, mepambwa na kila mapambo, ndio mfano wa dunia. Lau ungemjibu, umma wako wote wangechagua dunia. Sasa Mtume hakumjibu, leo sisi na dunia vipi? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, akaenda akamwona mtu mzee amekaa kando ya barabara, akawa ni mwenye kumuita, njoye Muhammad. Mtume hakungojea. Jibril akamwambia, nenda ya Muhammad. Basi akamwambia, huyu ambaye kwamba amekuja katika umbile ya mzee, huyu ni mfano wa Iblis, ataka kukuvuta kwake. Ataka kufanya nini? Ataka kukuvuta kwake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda vile vile, akamuona mwanamke ambaye kwamba ni mzee, akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hakuwa ni mwenye kugeuka. Akawa Jibrili mwenye kumwambia, huyo mwanamke ni nini? Ni mfano wa hii dunia. Basi wakaendelea na safari yao, Mtume sallallahu alaihi wasallam na malaika Jibril akiwa pamoja naye, mpaka wakafika katika Baitul Maqdis na wakaingia. Sasa safari yetu, tusema mimi kazi yangu niliyopangiwa na masharifu hapa ni kueleza safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Isra, ambayo kwamba nimewaeleza Isra maana yake ni safari ya Mtume kutoka pale Makka kwenda paka Baitul Maqdis pale Jerusalem. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia, wakafika katika pale Palestine, Baitul Maqdis, wakaingia katika mlango wa kulia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mlango wa upande wa kulia, akashuka kwa yule Burak na wakamfunga Burak katika sehemu ambayo kwamba alikuwa akifungwa na wale mitume ambao kwamba walitangulia. Sasa inakuja katika riwaya vile vile, walipofika pale ikawa imeletwa adhan,
ikaletwa adhani, yani kukawa ni wenye kuadhiniwa, na baada ya kuadhiniwa kuna riwaya inasema aliyeleta adhana ni malaika Jibril, na ile sehemu Allah subhanahu wa ta'ala akawahudhurisha. Ndio maana aya hii tumesema hii safari, wale mushrikina waliposikia wakabisha, ndio Allah akateremsha aya za kuonesha, kwa sababu safari hii yale yaliyofanyika kwa binadamu aweza kusema haya hayafanya nini, hayawezekani, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo ambalo kwamba ni kubwa haliwezekani. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia katika Baitul Maqdis, imeletwa adhan wale mitume waliotangulia wote wakahudhurishwa katika sehemu kama ile, kutoka wa mwanzo mpaka wa mwisho. Basi wakamtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kuwaswalisha. Walipomaliza kuswali, Jibril akamuuliza, ya Muhammad, unajua nani hawa walioswali nyuma yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sijui. Akamwambia kullu nabiyyin ba'athahu Allahu ta'ala, hawa walioswali nyuma yako ni manabii wote ambayo kwamba Allah kawatuma. Basi ikawa pale manabii waanza kueleza zile neema na karama ambazo kwamba Allah kawapa. Akasimama Nabii Ibrahim akasema, Allah kanifanya mimi kuwa ni kipenzi, amenipa ufalme ambao kwamba ni mkubwa. Nabii Musa akasimama akasema, Allah kanijalia mimi ni mwenye kuzungumza naye. Nabii Daud akasimama akasema, Allah kanijalia ufalme mkubwa, kanifunza Zabur, akalainisha zile nini chuma, akafanya milima inafanya adhkari pamoja na mimi na ndege, na akanipa hikma. Akasimama Nabii Suleiman vile vile akamshukuru Allah. Yani kila nabii wasimama yuamshukuru Allah na yuwaeleza ile neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kampa. Kisha akasimama Nabiullahi Isa vile vile na yeye akaeleza karama na zile fadhila ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Ikafika zamu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye akasema, kila mmoja ameeleza, naye akaanza kueleza kuwa Allah kanitumiliza mimi kuwa ni rehma kwa walimwengu wote, tena kanituma kwa walimwengu wote kuwa ni mwenye kuwapa bishara njema na vile vile ni mwenye kuwaonya, na akanitumia Qur'an ambayo kwamba ndani yake kuna ubainifu kwa kila kitu. Akanifanya mimi, akafanya umma wangu kuwa ni umma bora uliotolewa katika watu, akafanya umma wangu kawa ni umma ambao kwamba ni umma wa kati na kati. Akanifungulia kifua changu, alam nashrah laka sadrak, akaniondolea ule mzigo wangu, akaunua utajo wangu. Akitajwa Allah yuwatajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaeleza yale yote ambayo kwamba Allah kampa. Basi Nabii Ibrahim akasimama na kusema, bihadha fadhalakum Muhammad, akawaambia wale mitume kwa haya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewashinda. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kupatwa na kiu. Jibril akamletea kinywaji, na katika vile nile vinywaji alivyomletea Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua nini katika vile vinywaji? Akachagua maziwa. Basi Jibril akasema, we Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikhtarta alfitrata, umechagua nile kinywaji ambao kwamba ni sawa na fitra ya Uislamu. Kwa hivyo hapo, kufika hapo ikawa sasa Mtume ameagana na wale mitume ambao kwamba walikuwa katika ile safari. Utakuta hapa habari ni za kimiujiza kabisa, amekutana na wao hapa, na kisha akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam
amekamilisha sasa safari ya Isra, imekamilika. Inayofuatia sasa ni safari ya Mi'raj. Kwa hivyo insha Allah kufikia hapo itakuwa ni nafasi ya al-akh Ustadh Abdallah, naye atatuanzia na kutuelezea safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Mi'raj. Falyatafadhal. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Inshallah, kama tulivyoelezewa ni kwamba hii safari au Mi'raj iko mara mbili. Mara ya kwanza inshallah ustadhi ametuelezea. Kwa hivyo inshallah sasa tuko katika Mi'raj. Thumma utiya bil Mi'raj, kisha ikaletwa Mi'raj. Yani Mi'raj ni ngazi. Tunaambiwa kwamba wa huwa sulamur rabbani, yani ni ngazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngazi ambayo kwamba ilikuwa ni ya kupandia Jibril na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasemekana kwamba imeletwa Mi'raji, inasemekana kwamba faurija bina ila samai dunia, wakapanda mpaka kwenye uwingu wa dunia, yani Jibril na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika katika uwingu wa kwanza, Jibril fastaftaha Jibril akabisha. Alipobisha kukaulizwa ni nani? Qala Jibril, akasema ni Jibril. Kukaulizwa tena, uko pamoja na nani ewe Jibril? Jibril akasema Muhammad, yani niko pamoja na Mtume Muhammad. Kukasemwa wa qad ursila ilayhi, je ametumwa? Mtume akasema, Jibril akasema naam, ametumwa. Mtume akasema, Jibril akasema ndiyo ametumwa. Kukasemwa marhaban bihi, furaha ni kwake yeye na ahali ya kungoniwa, basi Mwenyezi Mungu amhuishe Allah subhanahu wa ta'ala, min akhi, kutokamana na ndugu, wa min khalifati, na kutokamana na uongozi. Basi neema ya ndugu na neema ya uongozi na neema ya mwenye kuja, basi ni kuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, fafutiha lahuma, wakafunguliwa wote wawili, yani mlango wa kwanza ukawa ni wenye kufunguliwa. Ulipofunguliwa, walipoingia wakakuta kwamba Nabii Allah Adam ndio yuko mahala pale, yani yuko mahala pale akiwa na umbile ambalo kwamba ameumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakamkuta kwamba akiwa na sura ile ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba nayo. Wakaonyeshwa roho za manabii wote na wakaonyeshwa watoto wa Nabii Allah Adam ambao kwamba ni waumini. Fayaqulu ruhu tayyiba, akasema roho nzuri na nafsi nzuri, basi zijaalie, yani ziwe katika pepo ya juu kabisa. Kisha baada hapo
wakaonyeshwa roho za watoto, yani al-kufar, fayaqulu, wakasema roho khabithatun, yani roho mbovu na nafsi mbovu zijalie katika yani moto wa chini kabisa. Na baada hapo akaonyeshwa kuliani kwake, yani akaonyeshwa kuliani kwake kwamba kulikuwa na weusi, na akaonyeshwa kwamba kuna mlango ambao kwamba yukhraju minhu rihun tayyiba, yani mlango kama huo unatokea harufu nzuri, yani kuna harufu nzuri inatoka katika mlango huo. Na wa an shimalihi, na alipoangalia kushotoni kwake akaona kwamba pia kuna weusi fulani, na katika kushotoni kwake bado akaona kwamba yani kunatoka harufu ambayo kama ni mbaya, harufu ambayo kama ni ya uvundo. Fa idha nadhara qibala yaminihi, na alipoangalia yani upande wa kuliani kwake, dhahika wastabshara, akawa ni mwenye kucheka na kutoa bishara, yani akawa ni mwenye kufurahika na akawa ni mwenye kutoa bishara njema. Na alipoangalia kushotoni kwake, hazina wabaka, akawa ni mwenye kuhuzunika na akawa ni mwenye kulia, Fasallama alayhi nabiyu, basi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsalimia. Faradda alayhi salam, na pia yeye akawa ni mwenye kumregeshea salamu. Thumma qala, kisha akawa ni mwenye kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani malaika akawa ni mwenye kumwambia mtume Muhammad kwamba marham bil ibni salih, furaha ni kwa mtoto mwema, wa nabii salih, na furaha ni kwa nabii mwema. Faqala nabiyu, mtume akasema kumuuliza Jibrili, kumuuliza mwalimu wake, man hadha ya Jibril, ni nani huyu ewe Jibril? Yani mtume Muhammad akawa ni mwenye kumuuliza mwalimu wake Jibril, akamuuliza kwamba ya man hadha ya Jibril, ni nani huyu ewe Jibril? Jibril akamwambia hadha abuka Adam, huyu ni baba yako Adam. Wa hadhihi aswidatu, na huu weusi, basi fa ahlul yamini, ni wale watu wa kuliani kwako. Faminhum ahlul janna, yani wapo miongoni mwao ni watu wa peponi. Wa ahlus shimali, na watu wa kushotoni, minhum ahlun nari, ni watu wa motoni. Fa idha nadhara qibala yaminihi, alipoangalia upande wa kuliani kwake, dhahika wastabshara, akawa ni mwenye kucheka na kutoa bishara njema. Na alipoangalia kushotoni kwake, baka, akawa ni mwenye kulia na akawa ni mwenye kuhuzunika. Na huu ni mlango ambao kwamba ulioko kuliani kwake, ambao kwamba ni mlango wa peponi. Na alipoangalia na akiangalia wanaoingia katika mlango huu katika watoto wake, dhahika wastabshara, yani huwa na furaha, hucheka na kutoa bishara njema. Na ule mlango ambao kwamba uko kushotoni kwake, babu jahannama, ulikuwa ni mlango wa motoni. Na akiangalia wale ambao kwamba wanaotoka katika watoto wake, baka wa hazina, yani hulia na huwa na huzuni. Yani hulia na huwa na huzuni.
Walipokuwa wakielekea, Jibrili na mtume wakafikia katika uwingu wa pili. Walipofika katika uwingu wa pili, fastaftaha Jibrilu, akabisha malaika Jibrili. Faqila, kukaulizwa, man hadha, ni nani? Jibril akasema ni Jibril. Qila, kukaulizwa tena, waman maaka, uko pamoja na nani? Jibril akasema niko pamoja na Muhammad. Qila, kukaulizwa, au qad ursila ilayhi, je, ametumwa kuja huku? Jibril akasema ndiyo, ametumwa. Kukaulizwa, kukasema marhaban bihi, marhaban bihi, furahan kwake yeye na ahli ya furaha, basi Mwenyezi Mungu amhuishe, min akhi, kutokamana na undugu, wa min khalifati, na kutokamana na uongozi. Basi neema ya undugu na neema ya uongozi ni kuja mtu kama huyu, yani mtu mbora kama huyu. Fafutiha lahuma, wakafunguliwa, na walipoingia wakakuta kwamba, yani wakamkuta Nabii Allah Isa katika mlango wa pili. Na kama tulivyoambiwa katika Baitul Maqdis, baada ya kuswali, yani msikiti kama ule, walikuwa mitume wote. Hii tena ni mara pili, kila mlango akifika kuna mtume mahala pale anakuta mtume fulani. Kwa hivyo katika uwingu wa pili alikuta kwamba kuna Nabii Allah Isa ako mlango wa pili. Basi akamsifu namna alivyomsifu, yani alimkuta Nabii Allah Isa katika mlango wa pili, na akamkuta Nabii Allah Yahya mtoto wa Zakaria katika mlango wa pili, wakiwa wote wawili wakiwa wamefanana, wakiwa wamevalia nguo aina moja na nywele pia, yani wamefanana kila kitu. Na tunaelezewa tukaambiwa ya kwamba pamoja na Nabii Allah Isa na Nabii Allah Yahya, wakiwa wote wawili wakiwa na watu wao, yani wakiwa na pote la watu wao au wafuasi wao. Tunaambiwa wakiwa, yani wote wawili wakiwa ni weupe. Fasallama alayhim assalamu, wakawatolea salamu. Faradda alayhi salamu, na wakawa ni wenye kuwaregeshia salamu. Thumma qala, kisha wakasema, marham bil akhi salih, furaha ni kwa ndugu mwema, wa nabiyyu salih, na nabii ambaye kwamba ni mwema, wadaa lahu bi khairin, na wakawa ni wenye kuombea dua ya khairi. Huo ni mlango wa pili. Katika safari hii wakaendelea Jibrili na Mtume Muhammad, wakafikia katika uwingu wa tatu. Baada ya kufika katika uwingu wa tatu, basi Jibril akabisha katika mlango ule. Baada ya kuwa amebisha, kukaulizwa, man hadha, ni nani huyu? Jibril akasema ni Jibril. Kisha kukaulizwa, waman maaka, uko pamoja na nani? Jibril akasema Muhammad, niko pamoja na Muhammad. Kisha kukaulizwa, je, alitumwa? Jibril akasema ndiyo, ametumwa. Kisha kukasema marhaban bihi, basi furaha ni kwake yeye, hayyahu Allahu, Mwenyezi Mungu amuhuishe, min akhi,
kutokamana na undugu, wa min khalifati, na kutokamana na uongozi na neema ya uongozi. Fa ni'mal akhu, basi neema ya ndugu kama huyu na neema ya kiongozi kama huyu. Wa ni'mal majia, na neema ya mwenye kutujia, basi jaa, ni kuja mtu mtukufu kama huyu. Baada ya hapo, fafutiha lahuma, wakawa ni wenye kufunguliwa. Walipoingia katika wingu wa tatu, idha huwa bi Yusuf alayhi salam, wakamkuta katika mlango, wakamkuta Nabii Allah Yusuf akiwa ndani ya wingu wa tatu. Wakamkuta Nabii Allah Yusuf wa ma'ahu nafrun, akiwa na pote katika watu wake. Fasallama alayhi salam, baada ya kumkuta akiwa na watu wake, akawa ni mwenye kuwatolea salam. Faradda alayhi salam, na yeye akawa ni mwenye kuregesha salamu. Kisha akawa ni mwenye kusema marhaban bil akhi salih, ni furaha ni kwa ndugu mwema, wa nabii salih, na furaha ni kwa nabii ambaye kwamba ni mwema. Wadaa lahu bi khairin, na akawa ni mwenye kumwombea kheri. Wa idha huwa qad utiya shatra alhusni, na akiwa Nabii Allah Yusuf amepewa nusu ya uzuri. Tunaambiwa ya kwamba Nabii Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuona Nabii Allah Yusuf, alimuona hali ya kuwa ni mwenye kupendeza, alikuwa mzuri sana. Lakini wote wawili, baada ya kuwa Nabii Allah Yusuf alimuona mtume, na mtume alipomuona Nabii Allah Yusuf, wakiwa kila mtu anashangaa na mwenzake. Nabii Allah Yusuf akidhani akidai ya kwamba watu wanadai kwamba yeye ni mzuri, kumbe Mtume Muhammad ni mzuri, yeye hamfikii Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa katika safari hii, Jibril na Mtume Muhammad wakafikia katika uwingu wa 4. Baada ya kufikia katika mlango wa uwingu wa 4, fastaftaha Jibrilu, akabisha malaku Jibrili katika mlango wa 4. Qila, kukaulizwa, man hadha, ni nani huyu? Qala, Jibril akasema, Jibril, ni Jibril. Qila, kukaulizwa, wa man maaka, uko pamoja na nani? Qala, Jibril akasema, Muhammad, niko pamoja na Muhammad. Qila, kukaulizwa, au qad ursila ilayhi, je, ametumwa? Qala, Jibril akasema, naam, ndio ametumwa. Qila, kukasemwa, marhaban bihi, furahan kwake yeye. Hayahu Allahu, basi Mwenyezi Mungu amuhuishe. Min akhi, kutokamana na undugu. Wa min khalifati, na kutokamana na uongozi. Fa ni'mal akhu, basi neema ya undugu na neema ya kiongozi kama huyu na neema ya mwenye kuja kama huyu, basi ni kuja mtukufu kama huyu. Fafutiha lahuma, wakawa ni wenye kufunguliwa. Idha huwa bi Idrisa alayhi salam, wakamkuta Nabii Allah Idrisi akiwa katika mlango wa 4. Qad rafa'ahu Allahu makanan aliyya, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mahala pa juu. Fasallama alayhi, akawatolea salamu. Faradda alayhi salam,
nao pia wakamregeshea salamu. Thumma qala, kisha akasema Nabii Allah Idris akasema, marham bil akhi salih, furaha ni kwa ndugu mwema, wa nabii salih, na furaha ni kwa nabii ambaye kwamba ni mwema. Thumma daa lahu bil khair, kisha akamwombea dua ya khairi. Hii ndugu zangu, ni safari ya Isra wal Miraj, ni safari ambayo kwamba iko na faida nyingi sana, na hapa nimeanzia kutoka wingu wa kwanza na huu ni wingu wa nne. Bila shaka hapa nyuma yangu kuna Ustadh Abubakar. Kwa hivyo hii milango ambayo kwamba imebakia nitampisha yeye na yeye pia aendeleze mpaka mwisho mlango wa 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wal khatima lima sabaq wa nasr al haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia kuwa mahala kama hapa patakatifu. Tukiendelea kisa Isra wal Miraj katika wingu wa 5. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika wingu au mbingu ya 5. Fastaftah Jibril akafunguliwa mlango katika mlango wa wingu wa 5. Kila kukasema, man hadha, nani huyu? Qala Jibril, akasema Jibril. Kila wa man ma'ak, uko pamoja na nani? Qala Muhammad, wasema Muhammad, uko pamoja na nani? Na Muhammad. Kila au kad ursila ilay, yeye Muhammad ametumilizwa? Ukasema qala naam, ndio ametumilizwa. Kila ukasema marhaban bihi wa ahlan, ongwe na kuja kwako, furaha na kuja kwako, Mwenyezi Mungu akuhishe ndugu min akhi min khalifatu, na ndugu katika uongozi. Moja kwa moja wakaenda mpaka katika wingu ya 6. Walipofika katika wingu wa 6 ama mbingu ya 6, fastaftah Jibril akafunguliwa mlango. Alhamdulillah. Kila kukasemwa, man hadha, nani huyu? Qala Jibril, akasema mimi ni Jibril. Kila kukasemwa, wa man ma'ak, je, uko pamoja na nani? Qala Muhammad. Na hapa tunaonyeshwa, hapa ni funzo ama ni mafundisho kwamba ikiwa wanibisha, kila mbingu wanabisha, kila mbingu ya wanabisha, ni funzo kwetu sisi. Unapokwenda nyumbani kwa mtu usijingilie tu, jingilia, hapana. Hapa tunasikia watu vyuma wabisha, mbingu ya kwanza wanibisha, mbingu ya pili wanabisha. Kwa nini wabishe? Na wao washajulikana kwamba watakuja. Hapa kuna ibra, kuna funzo maalum. Mimi na wewe pia tukenda katika majumba ya watu tubishe kwanza, lajja mara 3. Watu wakubwa kama vyuma wanabisha. Kwa nini wasiingie tu? Kuna taratibu za kuingia. Sasa sisi pia lazima tuziigize, usichelewe sana. Ukasema katika hiyo mbingu ya 6, qala Muhammad, qila au qad ursila ilayhi, je, katumilizwa huyo? Qala naam, ukasema ndio ametumilizwa. Kila ukasema marhaban, furaha, kombwe, bihi wa ahla, na kuja kwako. Hayya Allahu min akhi, Mwenyezi Mungu akuishe ndugu, kutokana na ndugu na kutokana na
uongozi. Fa neema al-akh, neema ya ndugu, wa neema na khalifatu, na neema ya kiongozi kama huyu kuja. Wa neema al-majiu, na neema ya kuja kwako, jaa, kuja kwako. Fafutiha lahuma, ukafunguliwa. Kwa nini nimekuja lahuma? Watu wawili wakafunguliwa hawa wawili. Fajala ukafanya yamuru bin nabii, akapitishwa mtume wa nabiyina, na mitume wa mao na waliokuwa nao. Wakaendelea wakaenda mpaka katika mbingu ya 7, wakabisha vile vile. Hali ya kubishwa, ukaulizwa kina nani? Wakasema sisi katika fastaftah Jibril, akafunguliwa Jibril. Fakila, ukasemwa man hadha, nani wewe? Qala Jibril, akasema Jibril. Kila, ukasema uko juu katika wingu ya 7, mbingu ya 7, ukasemwa nini? Waman maka, je, uko pamoja na nani? Ili ndio upate kufunguliwa mlango. Qala Muhammad, wasema Jibril akasema niko na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila, ukaulizwa ukasema au kadhi ursila ilayhi, je, ametumilizwa huyo uko naye wewe Jibril, uko na wewe Muhammad, ametumilizwa? Wasema naam, ametumilizwa. Kila marhaban bihi, haya furaha na kuja kwako. Ahlan, hayya Allahu, Mwenyezi Mungu akuishe. Min akhi, kutokana na ndugu. Wa min khalifati, na ndugu na undugu wa uongozi, kiongozi. Fa neema al-akh, basi neema ya ndugu. Wa neema al-khalifatu, na neema ya kuwa wewe ni kiongozi ama ni wewe ni muongozi. Wa neema al-majiu, na neema ya kuja kwako. Jaa, na umetujia. Fafutiha lahuma, wakawa ni wenye kufunguliwa mlango wao wawili. Falama khalaswa, walipoingia. Faidha nabii sallallahu alaihi wasallam, wakamwona bi Ibrahima, wakamwona Nabii Allah Ibrahima khalili alayhi salam, rafiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jalisu, amekaa inda babi janna, mbele ya mlango. Ala kursiyu, amekaa juu ya kiti. Min dhahabi, kiti chenyewe kimepambwa na dhahabu. Musnadatu dhuhurahu, ametegemeza mgongo wake. Ila baiti al-ma'mur, katika nyumba au msikiti mkubwa unaitwa Ma'mur, ametegemeza mgongo yake hivi. Na huu msikiti inasemekana ambapo kwamba maungo ya Nabii Allah Ibrahim ametegemea kama hivi msikiti ndani. Sasa semekana huu msikiti lao umeelekea sawa sawa na Al-Kaaba hii ndio kwa duniani. Lao kutaatiliwa kijiwe, basi kijiwe chenyewe kitaatiliwa, kitakuja kuanguka kwenye Al-Kaaba. Basi mao na pamoja nao nafaru min qaumi, katika pote katika kutokana na watu. Fasallama alayhi nabii, wakasalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawasalimia na yake Nabii Allah Ibrahim. Faradda alayhi salam, akarudisha juu yake salam. Waqala marhaban, furaha bi ibn Saliha, kijana mwema. Wa nabii salih, na nabii mwema. Thumma qala, kusasema mur ummatika fatukfiru min khairas, waamrishe ya Muhammad ummati wako wafanye kwa wingi. Min khairasi, katika malimo ya pepo, mbolea za pepo wafanye kwa wingi. Waambie umati wako wafanye kwa wingi, walimie pepo mbolea zile. Fa in turbataha tayyiba, hakika ile fertilizer yake ni umajimaji, ni rahisi sana
pana, wa ardhaha, na ardhi yake, wasia, ni pana. Fakala wama khirasul janna, na ni hipi makulima ya pepo? Qala, akasema ni kusema la haula wala quwwata illa billah, ni kusema hapana hila wala nguvu illa billah aliyul azim, aliyokuwa iko juu ni mkubwa. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine nasema ukri'u ummataka minni salam, kisha we Muhammad wasalimie umati wako wakati ukirudi, minni salam, wa akhbiruhum, na uelezee wao, wape habari wao au umati wako kuja duniani, anna aljanna tayyiba, ukifika huko duniani uelezee umati wako we Muhammad kwamba pepo ni nzuri sana. Turbati, makulima yake ama mbole yake, uthbatul ma, kuingizwa maji, wa khirasaha, na makulima yake ama mbolea yake, subhanallah, ni kusema subhanallah, yani utakatifu ni wa Mwenyezi Mungu, walhamdulillah. Na pepo yenyewe mkitaka kulimia pepo yenu ni kusema hao maneno la haula wala quwwata illa billah, ndo pepo yako inakuwa, ndo walimia pepo yako kule. Kisha walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, kisema maneno hayo, malaika, Mwenyezi Mungu anaambia malaika kwa kupitia maneno yako uliyosema maneno kama haya, dhikri yako, Mwenyezi Mungu anaambia malaika, haya mpandieni shamba lake peponi kule, pandua shamba lako na miti, matunda, kila kitu. Ukienda wewe peponi inshallah na shamba lako. Takbir. Sisi leo ufanya kazi tukichoka kweli kweli, jasho la kutoka upata 200 tu, lakini pepo hata sio hivyo, usema la haula wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu ambaye malaika mpandieni pepo yake kule bana, ndio analimia pepo yake mapema huyo. Maneno kidogo jamani, Muislamu atatushinda. Kwa hivyo tujaribu sana ndugu zangu Muislamu, kwa ukarimu wenu tuwe tukijizoezesha haya maneno, kama ni rahisi katika ulimi na ni mazito katika mizani. Usioni sababu utakuta mtu kaimba mijijimbo hata haina maana, mashairi ya kumsifu Bomal. Kwa nini tusisemeni maneno kama haya ili tukenda peponi? Shamba letu bure, leo ni shamba karibu 6M. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna mamilioni, ni kusema la haula, hiyo ndio 6 million ama 6M bure. Tuko tayari inshallah, tuko tayari kusema maneno hao. Wa ilahuna nantahu wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nimekosa basi alkamalu lillah, Mwenyezi Mungu ndo alikamilika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran kwa maustadhi kwa kutuelekeza na kutuelezea hii safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumefikishwa katika mbingu ya 7, na kutoka pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda mpaka akapita sehemu ambayo kwamba akasikia zile kalamu zikiandika masala ya qadar, na akaenda kukutana na Mola subhanahu wa ta'ala. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukimalizia, kuna zawadi kubwa ambayo kwamba alipewa na Mola subhanahu wa ta'ala, zawadi ya swala. Na mwanzo toelezo zilikuwa ni swala 50. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi mpaka katika mbingu ambayo kwamba alikuwepo Nabiullahi Musa
na kila anaporudi Nabiullahi Musa anamueleza, akamuuliza umma wako umepewa nini? Akamwambia amepatiwa swala ngapi? 50. Akamwambia basi rudi umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhafifishie wewe pamoja na umma wako. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuarudi akahafifishiwa mpaka zikabakia hizi swala 5. Kwa hivyo katika zawadi kubwa ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa katika safari kama hii ni zawadi ya swala. Kwa hivyo swala ni kitu, ni ibada ambayo kwamba ni muhimu sana, ni swila, ni mawasiliano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusiwe ni wenye kupuuza zile swala zetu, tusiwe ni wenye kupuuza swala. Na kama kulivyotolewa maoni kuwa kuna wengi ndugu zetu wamependekeza tusiwe tunaifanya safari hii kwa siku moja, pengine tuifanye mchana, tuifanye katika mida tofauti tofauti, ili tuweze kuieleza kikamilifu, isiwe yani tuwe tunapata muda muafaka wa kueleza safari hii kikamilifu, ili faida ipatikane inshallah. Hilo tutalikalia chini na inshallah tutalifanyia kazi. Kwa hivyo katika faida kubwa ambazo kwamba tunapata katika safari hii ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pamoja na sisi katika umma wake tumepewa zawadi kubwa ambayo kwamba ni zawadi ya swala. Na aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengi wale walijaribu kukanusha safari kama hii, na kama tulivyoanza Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha pale kina Abu Jahal walipokwenda kwa Sayyidina Abu Bakar, kumwambia leo rafiki yako ameleta jambo lingine lipya. Amesema nini? Amesema yeye ametoka hapa Maka sehemu ya usiku, amekwenda mpaka Baitul Maqdis na amekwenda mpaka mbingu ya 7. Sayyidina Abu Bakar akawauliza, amesema hivyo? Ndio amesema. Akasema sadaka, yeye amesema ukweli. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjaribu akamuuliza Baitul Maqdis, akamwambia mambo ya mbingu hatukuulizi, lakini sisi tunataka kujua hii Baitul Maqdis iko vipi. Akawa Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi, akawa Mtume anawaeleza kuna milango huu, kuna hivi, akawa yuwaelezea namna ambayo kwamba Baitul Maqdis ilivyo, na akawaambia pia kuna msafara wenu ambao kwamba nimeuona, kuna kitu walikuwa wamepoteza na nikawaelekeza watakipata vipi. Kwa hivyo na huo msafara utafika hapa, na kweli msafara uliporudi ukawa unathibitisha namna vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza. Kwa hivyo safari ya Isra na Mi'raj ni safari ya hakika ambayo kwamba imetokea. Isra imethibitishwa katika suratul Isra aya ya 1, na Mi'raj vile vile kwa manufaa zaidi imeelezewa katika suratul Najm. Kwa hivyo ni safari ambayo kwamba yatakiwa mimi pamoja na wewe tuwe ni wenye kufanya kupata ibra. Yule mwenye kuhifadhi swala itakuwa ni nuru, itakuwa ni muongozo kwake yeye, na itakuwa ni sababu ya kunusurika na kuokoka siku ya Kiyama. Na yule ambaye kwamba hatohifadhi swala zake haitakuwa ni nuru kwake yeye, wala haitakuwa ni dalili kwake yeye, wala haitakuwa ni muongozo kwake, wala njia ya kuokoka, na siku ya Kiyama atakuwa pamoja na hawa watu waovu, Qarun na Firaun na Haman na Ubay bin Khalaf. Kwa hivyo swala ndio amali ya kwanza ambayo kwamba atahesabiwa mja nayo siku ya Kiyama. Na katika faida za swala 5 na Ijumaa hadi nyumba nyingine yanafuta makosa yale yaliyoko baina yake, ikiwa mtu atakuwa hakufanya madhambi ambayo kwamba ni madhambi makubwa. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, tusiwe ni wenye kupuuza swala zetu, tufanye bidii kuzitekeleza swala zetu kwa namna ambayo kwamba inayofaa. Kwa ajili ya muda hatutoweza kutowilisha zaidi ya hapo. Ikiwa tumepata ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa tumekosa pale tulipokosea tutarekebishwa, na itakuwa ni sehemu ya upungufu wetu.
Kwa hivyo inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa kusikia vyema na kuyafuata. Tuombe Allah tuoneshe haki kuwa ni jambo jema la kulifuata na tuoneshe batili kuwa ni jambo ovu na kuliacha. Tuombe Allah atujalie miongoni mwa wenye kusimamisha swala. Tuombe Allah atukubalie swala zetu, atukubalie rukuu zetu, atukubalie sijida zetu, atukubalie na dua zetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.